The euro is the highest currency in the world, ama the second largest retained currency in the world, following the dollar. This, among others, ni kwa sababu their gold reserves ni so high. Europe has over 10,000 tons of gold. Lakini ukicompare between Europe's USA na Africa, which one has the highest gold mines? Africa has the highest gold minerals in the world. But the country in Africa with the highest gold reserves ni Algeria. Algeria iko na 174 tons. Ile ingine iko na 10,000, Algeria has 174 tons. Kenya has 0.02 tons. In short, 20 kgs. Imagine 20 kgs. That is what we base our currency on. Lakini ukiangalia Europe hawana gold mines. Wako na very small gold mines. So now ukiona the West wameanza kuingilia Burkina Faso, because Burkina Faso ile time Traore alichukua, their GDP was 18 billion USD. Right now iko projected kufika 22 billion USD in 2025. For comparison, Kenya tuko 108 billion USD in 2023 na tuko projected kufika 132 billion USD. Munaona vile wako nyuma Burkina Faso, like they have been living in colonization since sijui lini, because the economy iko down. Ukiweza angalia vlogs on YouTube za watu wenye wanaenda kuvisit Burkina Faso right now, unawezaona ndio wanatengeneza basic infrastructure like roads. Hadi capital city yao haina roads. So now ukiona the West wameanza kuingilia Ibrahim Traore wakisema ati anachukua gold, anajiekea yeye mwenyewe. But Traore amesema yeye anachukua gold kwa sababu vile aliingia power, ali revoke all licenses za foreigners miners, like hizo mines zenye zilikuwa owned na the West. The West ni US na Europe. Akasema hakuna kumine tena, if you're not Burkina, achana na wao. So now he has been mining akiweka reserves kwake, ndio pia a strengthened currency yao. Now wameanza kumwingilia, wanasema ati he is taking the gold, anajiekea yeye mwenyewe. In short, laying ground to take him out, ndio wakwe na nini. Na huyo Langley, the head of Africom, akasema ati akaulizwa na senators, why would we care about Africa? Akasema Africa is at the forefront of our security, of our kukua strong. In short, minerals zetu ndizo zinafanya country yao ikuwe the highest, yani ikuwe uko top notch. Lakini sisi tuko wapi? Down. So mkiona wakifanya such things ni kwa sababu wanataka ku still do neocolonization. Remember, in the late 1800s, early 1900s, like 1890s to 1900s, like 1910, hapo in between, there was a scramble for Africa. Scramble for Africa ni walikuja wakaona, wow, this continent has untapped limitless potential. So they came, wanasema Kenya ni yangu, Uganda ni yangu, Algeria ni yangu, South Africa ni yangu. Remember, British ndio walikuwa na the highest, walikuwa na the majority, ndio wakaform conference. Ile conference inaambia British, hapana, hauwezi nyakua Afrika yote, achia wengine sisi, achia France some, achia Germany some. So now there's another scramble for Africa. US wana accuse Russia of trying to invade Africa kwa sababu wanajua mwenye atanyakua Africa ni atakuwa the richest in the world, kwa sababu hapo ndio utakuja ufanye vitu zako, uchukue minerals, ufanye nini. So guys, unless we save ourselves, because our leaders are not going to save ourselves, tutaishi kuwa wapi? In colonization. So mimi ninaweza sema Ibrahim Traore is being targeted because he's woke and try to liberate his country na develop his country. Anyway, these people assume we don't have cultures, they assume we don't have our way of living, wanataka tu kuimpose zao. Anyway, stay woke.